Isaya 9 mstari wa 6. Neno linasema, maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa. Mtoto amezaliwa. Tumepewa mtoto mwanamume. Tumepewa mtoto mwanamume. Na uwezo wa kifalme. Na uwezo wa kifalme utakuwa begani mwake. Utakuwa begani mwake. Naye ataitwa jina lake. Naye ataitwa jina lake Mshauri wa ajabu. Mshauri wa ajabu. Mungu mwenye nguvu. Mungu mwenye nguvu. Baba wa milele. Baba wa milele. Mfalme wa amani. Mfalme wa amani. Wewe unahitaji amani. Ukimpata Yesu umepata amani. Amina. Unasema unakosa amani? Una Yesu. Unakuwa umemweka pembeni. Mimi nakwambia ukweli. Yes. Mimi nakwambia ukweli. Amina. Wewe unasema kwamba sina amani. Mimi nasema hivi, mweke Yesu moyoni mwako. Amina. Kwa kweli mfalme wa amani atakupa amani. Yes. Au mwambie Yesu, naomba amani. Ngoja nikupe kisa kimoja. Yesu Kristo akamwambia wanafunzi wake, tuvuke mpaka ng'ambo. Wakati wanavuka, walikutana na dhuruba ya upepo. Wakachota maji. Kumbuka wale walikuwa ni wavuvi. Mwaga maji, mwaga maji. Yesu ametulia, hana hata wasiwasi. Bwana Yesu asifiwe. Baadaye ndio mmoja anashtuka, anaambia, Bwana tunaangamia. Yesu anauliza, iko wapi imani yenu? Ani Yesu alikuwa naye, lakini hawakujua namna ya kumtumia. Yesu alikuwa naye, tena wamembeba kwenye mashua zao, lakini misukosuko ilikuja, hawakuweza kumtumia. Mpaka mmoja aliyeshtuka, mtu mmoja aliyeshtuka huyo, akamwambia, Bwana tunaangamia. Maana Yesu unaweza kuwa naye kwenye moyo wako, lakini asikusaidie. Yes. Jifunze sana kwenye maisha kumtumia Yesu au Roho Mtakatifu aliyopo ndani mwako. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu ndo akasimama akaukemea upepo, akatuliza na bahari. Yes. Lakini alikuwa ametulia tu. Halo? Amen. Halo? Amen. Halo? Amen. Kama tunapewa mfalme wa amani na nchi yetu, taifa letu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni kisiwa cha amani, basi huyo Bwana wa amani atupe amani kwa jina la Yesu. Ile amani ambayo tumepeleka kwenye ndoa, kwenye uchumi na kwenye mahusiano, Yesu Kristo airejeshe tena kwa jina la Yesu. Tupate amani kwenye miili yetu, tupate amani kwenye afya zetu, tupate amani kwenye kila kitu chetu. Amina. Haleluya wana Mungu. Haleluya mashujaa mbinguni. Haleluya wateule wa mbinguni. Bwana wasaidie na Bwana watetee. Amina. Yesu ni mkuu. Akatende makubwa kwenye maisha yetu. Sisi Mungu anatujua. Na ametuchora kwenye kiganja chake. Kabisa. Bwana amwambia atazame mkono wake akuone wewe. Amina. Hacha kutumia akili zako. Akili ya mwanadamu waga inachoka, na ikifika mwisho waga haiwezi kuendelea. Ninakwambia tena, wewe mtazame Yesu Kristo. Tazama msalaba pale. Tazama Yesu Kristo. Tazama Yesu Kristo. Tazama Yesu Kristo. Yeye ni yote katika yote. Yeye ni yote katika yote. Yesu ni yote katika yote. Usimwache Yesu kwa sababu ya chochote, bali acha chochote kwa sababu ya Yesu. Amina. Amen. Mtu asikutenge na Yesu. Yes. Yoyote asikutenge na Yesu. Amina. Yohana Mtakatifu sura ya 1 mstari wa 10 na kuendelea. Amen. Alikuwako ulimwenguni. Alikuwako ulimwenguni. Hata kwa yeye. Hata kwa yeye. Ulimwengu ulipata kuwako. Ulimwengu alikuwa kupitia Yesu. Ulimwengu wote ulipata kuwepo. Yes. Kwa kupitia Yesu ulimwengu uliumbwa. Kabisa. Yesu ashindwa kukumbia pesa, amani, afya, hujaamua kumweleza. Anasema njoo tusemezane. Eleza mambo yako upate kupewa haki yako. Wewe ndio hujajua namna ya kumtumia Yesu. Wewe hujajua namna ya kutumia kipawa na karama ulichonacho. Mara nyingi unatumia akili yako. Biblia inasema usitumaini akili zako mwenyewe. Tumaini moyo wako. Katika njia zako zote yeye atanyosha mapito yako. Mungu anajua unapita. Methali 3 mstari wa 5, hiyo naisoma kichwani. Mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usitegemea akili zako mwenyewe. Akili ya mwanadamu waga inachoka. Wewe ambao unaingia kwenye ndoa kwa njia ya akili, hiyo ndoa ufiki nayo mbali. Wewe ambao unaingia kwenye biashara kwa akili, hiyo biashara ufiki nayo mbali. Hapa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Moyoni
Anza kitu kwa moyo, penda kwa moyo, fanya kwa moyo. Amen. Maana kile mwanadamu ange kichoko utasikia anakuwa si